Nguvu ya mwili, udhaifu wa akili, hadithi ya mwamba wa simba. Katika nyakati za kale, kabla ya mipaka ya kisasa kuwekwa, kulikuwepo na jamii kubwa inayojulikana kama Wachuma, watu walioheshimu heshima, nguvu na utii kwa mila. Katika jamii hiyo alizaliwa shujaa ambaye historia haikumsahau kamwe. Jina lake lilikuwa Mwamba wa Simba, shujaa aliyeaminika kuwa na nguvu za mnyama, moyo wa askari 100 na mwili uliojengwa kwa mazoea ya mapigano na mafunzo ya kikatili. Mwamba wa Simba alikuwa kipenzi cha watu. Hakika, alipopita mitaani watu walimsujudia. Lakini, licha ya nguvu zake, alikuwa na upande mmoja dhaifu. Upendo wake kwa mrembo Mina, mke wake mrembo aliyekuwa binti wa mchungaji wa mila, mama mwenye hekima hitwayo Mama Msingi. Lakini, kama ilivyo kwenye kila hadithi ya shujaa, hakukosekana adui. Kabila la jirani, waogeleaji wa Kiza, waliamini katika ujanja zaidi ya nguvu. Waliongozwa na shujaa maarufu kwa akili kali na ujanja hatari, aliitwa Kiza la Mauti. Mwaka wa ukame na njaa ulipoingia, machafuko yakazuka kati ya Wachuma na waogeleaji wa Kiza kuhusu maji ya mto mtakatifu wa Ruhila, mto wa maisha. Baraza la wazee likaamua vita itatatua mgogoro. Baraka zikatolewa, ngoma za kivita zikalia, Wachuma wakamteua Mwamba wa Simba kuongoza jeshi lao. Lakini, kabla ya vita kuanza, mambo yalibadilika ghafla. Siku ya mapambano, kabla ya mapigo ya kwanza, Kiza la Mauti akasimama mbele ya pande zote mbili. Kwa sauti ya kejeli, akasema, Mwamba wa Simba, uaminifu si kila mara hulindwa kwa silaha. Miongoni mwao, yupo mmoja wenu, askari wako mwenyewe, aliyesaliti damu kwa sababu ya tamaa. Jasusi wetu, lakini pia mpenzi mpya wa mkeo mrembo Mina. Tumempa zawadi, mvinyo na njia ya kumwingia moyoni mwa mkeo mrembo Mina. Na kwa huzuni yako, walishiriki mapenzi chini ya paa lako mwenyewe. Watu wakashtuka. Askari wakapigana macho. Mwamba wa Simba akatetemeka. Sauti yake ilitoweka. Moyo wake ukavunjika vipande. Aliwatazama askari wake. Kila mmoja akawa mshukiwa. Mdomo wake ulitetemeka. Ghafla, akaangua kilio cha hasira. Akaachilia mkuki wake hewani. Ukamchoma mmoja wa askari waliokuwa karibu naye, Jabari, rafiki yake wa utotoki. Vita ya kweli ikageuka kuwa machafuko ya ndani. Mwamba wa Simba aliyepoteza imani akawashambulia wanajeshi wake mwenyewe. Kwa saa kadhaa damu ilimwagika, si kwa sababu ya adui, bali kwa sababu ya imani iliyovunjika. Miongoni mwa waliopambana naye alikuwa Comrade Tumaini, mpiganaji waaminifu aliyekuwa kama ndugu kwake. Comrade ndugu yeye alijaribu kumtuliza, sio tu kwa mapigano, bali hata kwa kupaza sauti ambayo haikuweza kupenya hata katika masikio ya Mwamba wa Simba. Lakini hakumuonea huruma, alimjeruhi vibaya. Baada ya mapambano ya ndani, jeshi la Wachuma lilikuwa limeporomoka. Kiza la Mauti, kwa ujanja wake, alikuwa ameagiza vikosi vya kivuli, wapuliza ukungu, kuchukua mke wa Mwamba wa Simba. Walimpeleka kwenye kijiji cha mbali kilichoitwa Kizingo, walikoandaa ndoa ya lazima ili kuonyesha udhalilishaji wa Wachuma. Lakini jambo lililoshangaza zaidi ni kwamba Mina hakulazimishwa. Alionekana kuridhika. Wengi walihisi alikuwa ameanza kumpenda jasusi huyo kwa dhati. Hili lilimuumiza Mwamba wa Simba kuliko upanga wowote. Akiwa na majeraha mwilini, moyo uliovunjika vipande na jeshi lililotoweka, Mwamba wa Simba akaanguka sakafuni pembeni ya mto Ruhila. Kiza la Mauti akamfuata taratibu, kama simba anayemaliza mawindo yake. Akasema kwa utulivu, Mwamba, unaonekana shujaa wa mwili, lakini hauna silaha ya roho. Akili yako imevunjika kwa maneno, si mapanga. Ndiyo maana leo mimi nakushinda. Na kwa pigo la mwisho, Mwamba wa Simba akaanguka. Jina lake likabaki kwenye duvu la historia. Kiza la Mauti alitawala Wachuma,
lakini badala ya kuwaua wote, aliwaweka kama watumwa wa akili. Aliwalazimisha kusahau jina la mwamba, akachoma picha yake ya kifamilia na kupiga marabangu kumtaja tena. Lakini miongoni mwao alikuwepo mtoto wa mwamba wa simba, mvulana mdogo aliyeitwa Chui wa Maji, mtoto aliyeapa siku moja kulipiza kisasi kwa baba yake. Andika kwenye komenti ni nini umejifunza kupitia simulizi hii, na je, ungependa mwendelezo? Asante kwa kusikiliza hadithi. Subscribe katika channel yetu ya Mwangaza wa Maisha ili kuendelea kujifunza kila siku.